Ukisikia watu wanasema kwamba hatuchezi, wanamaanisha uongozi wa Young African leo umeshiriki kikao ambacho kiliandaliwa na bodi ya ligi. Wameitika wito huu, na moja ya viongozi wakubwa kutoka Young African ambao wamehudhuria kikao hiki pamoja na makamu rais wa Young African Alfat Haji. Na mara baada ya kikao hicho ni kwamba watu walitegemea labda huenda kikao hicho kikawa na maamuzi ikiwa ni pamoja na kushiriki dabi ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa tarehe 15, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba kupitia ukurasa wa Instagram wa Young African wamekuja kutoa taarifa kwa umma, na moja ya vitu ambavyo wameongea ni kwamba wameitaka bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu nchini kuendelea kushughulikia matakwa yao kwa ajili ya mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Kwa hiyo Young African wameendelea kushikilia msimamo wao ambao waliutoa tangu kipindi kile, na mpaka sasa hivi bado wanaendelea kushikilia msimamo huo. Sasa unaambiwa kuna watu wengi walikuwa wanajiuliza sana Young African wanahitaji nini hasa kwenye bodi ya ligi pamoja na TFF. Sasa baadhi ya matakwa ambao inasemekana Young African wamewasilisha leo ni pamoja na yafuatayo: moja, kamati ya masaa 72 yote ivunjwe; lakini pili, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ajiuzulu; lakini namba 3, katibu mkuu wa TFF ajiuzulu; lakini kitu kingine cha 4 ambacho wamehitaji Young African kiweze kufanyiwa au kiweze kuzingatiwa ni kwamba bodi ya ligi rasmi ibadili muundo na iwe chombo huru na sio sehemu ya TFF. Kwa hiyo ni mambo ambayo Young African wanayadai, na nadhani ndio kitu ambacho mpaka sasa hivi kinawafanya waendelee kushikilia msimamo huo wa kucheza au kushiriki mchezo namba 184 Young African zidi ya Simba Sports Club. Na moja ya mashabiki wa Young African, mwalimu wa Yanga, amefunguka haya hapa kwa jambo moja. Ukichukua hii katiba ya Yanga, ukisoma ibara ya 5, soma ibara ya 5, soma ibara ya 62, utaambiwa wenye mamlaka na klabu hii ni wanachama wa klabu ya Yanga. Hawa ni wakilishi wetu sisi ambao wapo kwa niaba yetu sisi, na sisi tumewatuma mambo ambayo yanatakiwa wakayatende na kusimamie katika bodi ya ligi. Sasa kama watu ambao wako sisi ambao ni kama ambao tumapigia kula, ni lazima tuhakikishe kila sehemu ambao wanakwenda tuko hapa. Maana yake kuja baada ya ndani ya bodi ya ligi tutakuja kuuliza ni nini ambacho umejadiliana nayo kwa katika bodi ya ligi, kwa sababu sisi ndio sehemu ambao ni sehemu ya wanachama na ni sehemu ambao ya klabu ya Yanga kwa mujibu wa ibara ya 5 na ibara ya 62 ya klabu. Ndio maana zumuni hapa, na hapo usishangae maelfu na watu ambao njiani wanakuja mpaka viongozi watoke, na viongozi wakitoka, jambo la kwanza atakuja hapa kuongea na wanachama ambao kwa mujibu wa katiba hao ndio wenye nguvu kuliko mtu yoyote. Ndio maana tuko hapa. Msimamo ni mmoja tu, kwa sababu hatujajua wanajadiliana nini huko ndani, na bodi ya ligi hajatuambia wameita viongozi kwa jambo gani. Kama jambo atakuwa anajadili na jambo la mechi 184, msimamo ni mmoja, hatuchezi na hatuchezi kwa sababu tunazo sababu hizo. Wale waliolisha mechi ambao sababisha mechi kufanyika tarehe 8 Machi wanapaswa wajiuzulu. Ndio maana viongozi tumewatuma, na kule inawezekana leo ikawa ni siku viongozi wa bodi ya ligi labda wanakuja kuaga watu, na watu wa kwanza hapa kuaga ni viongozi wa Yanga, ndio labda ndio wameita mule ndani. Hiyo ndio ninavyofikiria mimi. Kama viongozi wa ligi wamesema ni muda mwafaka kujiuzulu, lakini tumeanza kuwaita viongozi wa Yanga kuaga kwa sisi tunajiuzulu, labda ndio jambo ambalo linajadili huko juu.